Yes, watu wangu wa nguvu, WhatsApp. Ni siku nyingine tena tumekutana hapa asubuhi na mapema. Tunataka tuweke mambo sawa, na kama sio sawa unatakiwa kuelewa nini ambacho watu wanazungumza. Bana, juzi kati hapa Simba la Masimba, Diamond Platnumz amekuja na wimbo wake ambao unaitwa Happy. Happy bana, imeenda sana mjini kote. Tunaposema kwamba mjini kote kwenye social media zote imesumbua sana ndani ya hizi siku 2-3. Bana, na kitu ambacho nimekuja hapa tukizungumze ni kuhusu watu wengi wamekuwa wakilalamika kwa nasema kwamba Diamond Platnumz bana amekopi na kupaste kutoka kwa msanii Flavour nchini Nigeria. Lakini kitu ambacho nataka nikwambie bana, sio kweli. Muziki hauwezi ukakopi na kupaste alafu mwenye muziki akabaki kimya na wala asichukue hatua yoyote. Kitu ambacho tunatakiwa kuelewa, muziki wa Diamond Platnumz na muziki wa Flavour ni vitu viwili ambavyo havifanani, yani vimetofautiana mbali sana. Flavour yeye anaimba muziki wake ambao unakuwa na ala za gitani, muziki fulani ambao unakuwa uko slow lakini unavibretika kwa namna fulani. Lakini Diamond Platnumz anaweza kutumia mtindo ule na kubadilisha kulingana na ladha ya Watanzania. Unaona? Ukiangalia Flavour kule ameimba Kiingereza, Diamond Platnumz ameimba Kiswahili. Ni kitu ambacho hapo huwezi kusema kwamba amekopi. Amechukua wazo na kulifanyia kazi. Kukopi inakuwa kwamba umekopi kitu kile, kama ni sauti ni ile. Yaani tunaweza kusema kwamba umeiba. Ndio kitu ambacho watu wanatakiwa kuelewa. Ukiangalia bana kwenye muziki mingi duniani unaweza kusema kwamba inafanana, ala ni zile zinazotumika, ndio maana zinaweza kufanana kidogo bila kuibiwa. Ndio kitu ambacho tunatakiwa tuelewe. Yaani ile kuiga moja kwa moja inajua na kueje. Ni kusema kwamba msanii ameiga kweli, lazima sauti kuu za wimbo ziwe ni zile. Amesema kiukubwa kwamba wimbo umechukuliwa bila ruhusa. Kwa hivyo basi, hiyo sio sahihi kusema kwamba ameiga. Alafu na kitu kingine tunachotakiwa kuelewa kwamba muziki ni biashara. Wasanii hufuata kile ambacho watu wanakipenda, mtindo unaofanana kwa wakati huo. Yaani ni mtindo ambao unaovuma kwa wakati huo kwa muda huo. Ni muziki gani ambao unavuma? Tukiangalia hapa sisi wenyewe kwa kwenye kipindi ambacho tulikuwa kwenye mfungo, si ndio? Ambapo amekuja akatuibukia na kitu kingine kwamba kwenye mfungo tumepitia mambo magumu, basi tunatakiwa tuwe nini? Tuwe happy. Na kitu kingine wasikilizaji ambacho tunatakiwa kuelewa kwamba sio kulalamika na kusema kwamba ameiga. Ni bora ukasema kwamba ametumia mtindo fulani, badilisha. Unaweza kusema kwamba hapo ndipo unaeleweka vizuri. Lakini unaweza kusema kwamba muziki bana sio kwamba yule alianza, hapana. Muziki ni yule ambaye nani ameleta ladha mpya kwenye industry ya muziki. Wewe, mimi sitaki kuwa mwongeaji sana. Langu jina ni Clanson. Usisahau kusubscribe na kuwa mwanafamilia. Asante.